Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpenzi mtazamaji wa Neno Media, karibu tena katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, siku ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kuendelea kulitafakari neno lake. Karibu sana. Tunaendelea bado na somo letu linalosema mipaka unayomwekea Mungu ni zuio la kufika Kanaani. Mipaka tunayomwekea Mungu ni zuio la kufika Kanaani. Basi na tuanze kipindi chetu kwa sala. Mwenyezi Mungu, mfalme wa amani, tunakushukuru kwa siku hii tena ambayo umeendelea kuiratibisha na ukatupatia sisi watumishi wako, watoto wako, muda huu na wakati huu wa kujifunza na kutafakari neno lako. Tunapotafakari juu ya maisha yetu, juu ya nini unasema kuhusu maisha yetu, tunakusihi Bwana utusaidie, nasi tusiweze kukuwekea mipaka kama walivyokuwekea wana wa Israeli, bali tuweze kukuachia nafasi wewe ya kutenda juu ya maisha yetu, ya kufanya mambo makubwa juu ya maisha yetu, na wewe ukawe kiongozi, tusikuzuie kwa namna yoyote. Ni kwa jina lako Yesu tunaomba. Nguvu za Roho wako Mtakatifu ziwe pamoja nasi katika kujifunza kwetu, na uelewa wetu ukawe wa kwako, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Amina. Katika kipindi kilichopita tulisoma Zaburi ya 78 mstari wa 40 mpaka 42. Zaburi ya 78 mstari wa 40 mpaka 42. Neno la Mungu linasema, walimwasi jangwani mara ngapi na kumhuzunisha nyikani, wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka Mtakatifu wa Israeli. Hawakukumbuka mkono wake, wala siku ile alipowakomboa na mtesi. Hawa watu wana wa Israeli walimwekea mipaka. Basi tulianza tukaona maana ya mpaka, tukajaribu kuangalia namna mbalimbali ambazo kama wanadamu tukiweka mipaka, na leo tunaendelea sasa kuona namna ambavyo tunamwekea Mungu mipaka. Yako mambo kadhaa hapa, na leo tutaanza jambo la kwanza, namna tunavyomwekea Mungu mipaka. Ziko namna mbalimbali, lakini namna ya kwanza, kukosa imani. Tunaposoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 11 mstari ule wa kwanza, tunaambiwa imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa tunamwekeaje Mungu mipaka kwa kukosa imani? Angalia wana wa Israeli, wakati wakiwa safarini, wanashindwa kuamini juu ya matendo ya Mungu ingawaje wameshayaona. Yaani anafanya mambo lakini walikuwa kama hawaoni. Yaani wanashindwa kuamini linalofuata. Wameshaona aliyoyafanya kabla, sasa yanayofuata wanashindwa kuamini kwamba nayo anaweza akafanya, kwa sababu ni hakika ya mambo yanayotarajiwa. Anawaambia mnaenda katika nchi ambayo ninawakabidhi. Mtaenda huko ambako nimeshawaandalia, nchi ya ahadi. Hawaifahamu. Ukisoma safari ya wana wa Israeli vizuri, utagundua kwamba wengi wale wote ambao walitoka Misri walifia njiani. Waliofika Kanaani sio wale waliotoka Misri kabisa kuanzia mwanzo, isipokuwa wachache tu. Kwa hiyo wengi waliokuwepo ni waliozaliwa njiani. Kwa unapowaambia kuhusu hiyo nchi ya ahadi, yumkini hata hawajasikia lile la kwanza. Kwa wanashindwa kumwamini Mungu moja kwa moja, kuwa na imani sawasawa kwamba huyu Mungu ni kweli anaweza akatenda. Na maandiko yako wazi, pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Hakuna namna tunaweza kumpendeza Mungu kama hatuna imani. Ni waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Kukosa imani. Sasa basi tuone kidogo juu ya imani. Imani nimekwisha sema ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa katika imani tunategemea yawepo mambo matatu. Jambo la kwanza ni uhakika, jambo la pili tuwe na matarajio, na jambo la tatu hayaonekani. Kwa hiyo kama ninajua kabisa kuna mahali nasogea, kuna mahali ninakwenda, kuna kitu ninakitarajia, je, nina uhakika nacho kitakuja? Nina uhakika kwamba Mungu atafanya? Ninaposema nina imani, maana yake nina uhakika. Watu wanaomba kwa imani. Mtazame Hana, aliomba kwa imani. Alipoomba kwa imani, akawa na uhakika kwamba atapata mtoto, akarudi na furaha. Alipoambiwa tu na kuhani Eli kwamba basi na Mungu akupe kwa kadiri ya mahitaji lako, akawa na imani ya kwamba tayari amepata. Akaenda kwa furaha na akala na chakula. Usisahau kabla hakula hata chakula, hakuweza kula hata chakula.
lakini saa hiyo aliondoka na amani. Kwa hiyo imani, jambo la kwanza, kuwa na hakika. Kuwa na hakika. Ebrania sura ya 10 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo Mungu hana furaha na mtu ambaye ana sita. Na hawa watu walisita mno, wana wa Israeli. Tuone kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari ule wa 11. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kutoka katika nchi ya Misri? Yaani wameshasahau kwamba Mungu amemwambia watafika sehemu fulani. Kwa hawana uhakika na kule wanakokwenda hadi wanakumbuka makaburi ya Misri. Hawana imani tena kwamba huku tunakoenda ni wapi. Na hiyo imani inakosekana kwa nini? Hawana uhakika wa huko wanakokwenda. Hawaelewi tunakokwenda ni wapi. Hawaelewi kwamba tutafika au la. Na uhakika wa kwamba tutafika kwao haupo. Lakini Musa ambaye hajawahi kupaona, hapafahamu, lakini madam alikaa na Mungu, unaona alikuwa na uhakika, anaendelea kuzungumza nao. Ana uhakika kwamba hawa watu watafika tu. Napeleka wapi? Kwa hiyo kuwa na uhakika, jambo la kwanza. Mungu anasema kama hauna uhakika, roho yangu haina furaha nao. Lakini matarajio, jambo ambalo unaliwekea imani ni lile ambalo unalitarajia. Hawa watu hawakuwa na matarajio ya kufika. Wewe kwenye hitaji lako, wewe kwenye maombi yako una matarajio kwamba utapata nini? Na je, una uhakika kwamba Mungu atafanya? Shida yetu mara nyingi katika swala hili la imani, tunaomba kweli kweli, wakati mwingine mpaka tukitoka kwenye maombi na jasho na nini tunasema kwa kweli, kwa hivi nilivyoomba nina uhakika nitapata. Lakini nikimaliza maombi baada ya muda mchache naanza kuona ile uhakika unapotea. Matarajio yangu ndio yanayobaki, lakini ile uhakika unapotea. Naanza kusema hivi kweli Mungu hata kama alifanya hili, alifanya lile, hivi na hili ataweza? Kwa naanza kuona kama Mungu hawezi, na naanza kuweka mpaka sasa. Hapo ndipo ninapoanza kuweka mpaka. Kwa lile alifanya, hili alifanya, lakini kwa hili hapana. Kwa maana yake naanza kutafuta njia nyingine. Imani inatoka kwa Mungu. Lakini nimesema pia hayaonekani. Ninatarajia nitapata, lakini sijalipata bado. Imani ni kama ukuta. Ukikaa, hebu fikiri umekaa ndani, halafu unaambiwa nje kuna gari, halafu hujaliona. Manake ni kama akilini utaanza kutengeneza kitu, kuanza kuwaza. Hivi uko nje itakuwa likoje, limekaaje, lina muonekano gani? Hulioni, wewe uko ndani. Kwa hiyo imani, kuwa na uhakika, matarajio na yasioonekana. Lakini katika imani kuna mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni uhakika wenyewe ambao tayari nimekushaueleza sana. Uhakika. Na jambo la pili ni kusubiri. Hapo ndipo wengi tunapata shida, tunapata tabu. Na hapo tunaweka mipaka kwa spidi sana, kwa sababu kusubiri hatuwezi. Na hatimaye tunaenda kutafuta njia nyingine. Muangalie Ibrahim, sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo. Ameitwa akiwa na miaka 75. Sura ya 12 kitabu cha Mwanzo. Anaenda kupata mtoto akiwa na miaka 100. Fikiri ingekuwa ni mimi, ingekuwa ni wewe. Tunapoomba wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu hatujaona, nini kinatokea? Tunaanza kuweka mipaka kwamba hili huenda Mungu hawezi. Kwa tunaanza kuweka zuio kwamba Mungu hili huwezi. Tunaanza kutafuta namna nyingine. Tunaanza kutafuta njia nyingine. Kumbe si sawa sawa. Kwa hiyo imani, mambo mawili, uhakika na kusubiri. Tujifunze kwa Ibrahim kusubiri, na wengi hatuwezi. Na sasa imani hii vyanzo vyake vinatokea wapi? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Chanzo cha imani. Hawa wana wa Israeli nao walisikia. Walikuwa wakisikia. Walisikiliza wapi? Kuna wakati walisikia kwa masikio ya kawaida, lakini wakati mwingine walisikia kwa vionjo vya mwili. Walipohisi njaa, mwili uliwahubiria kwamba kule tulikuwa tunakula, mpaka wanakumbuka masufuria ya nyama, matikiti, vitunguu swaumu. Walisikia. Walipotumwa wapelelezi wakaleta taarifa, watu wakafa moyo. Ona sasa huko tunakoenda itakuwaje? Waliposikia taarifa mbaya, imani yao ikabadilika.
Lakini huku mwanzo walipopewa habari njema ya kwamba sasa tunatoka, walifurahi kweli. Kwa hiyo kumbe imani inatengenezwa kusikia. Hebu jiulize, wewe na mimi tunasikiliza nini? Hayo tunayoyasikiliza ni mambo gani? Mara nyingi tunasikiliza mambo ya nje, mambo ya watu, mambo ambayo yanatoka katika vinywa vya watu, yawe sahihi, yasiwe sahihi, tunasikiliza tu. Miili yetu inatuhubiria, tunasikiliza. Mwisho wa siku imani zetu zinatengenezwa na vile vilivyojaa. Yesu alisema kile kimjaacho mtu ndicho kimtokacho, na kile kimtokacho mtu pia ndicho kinachomtia unajisi sasa. Kwa hiyo yale tunayasikia yanaifanya imani yetu aidha iboreke au ianguke. Lakini msingi wa imani ni upi? Msingi wa imani kwetu sisi wa Kristo unapatikana kwa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 14. Msingi wa imani, ufufuko. Mtume Paulo anasema kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Uhubiri kwetu ni bure. Kila kitu kinakuwa bure kama Kristo hakufufuka. Kwa msingi wetu wa imani upo katika Kristo. Hawa wana wa Israeli imani yao ilikuwa wapi? Na mimi na wewe sahihi imani yetu iko wapi? Sasa hivi tunaamini vitu vingi kweli. Tunaamini pesa, tunaamini ya ushirikina. Tuna vitu vingi. Na wakina Mungu kazi wako hapo, wakina Mungu shughuli. Tunaamini vitu vya ajabu mno. Tunadanganyika na kudanganywa mara kwa mara. Imani yetu inapaswa kuwa kwa Kristo peke yake. Yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Yeye aliyetukomboa. Imani. Tunapokosa imani kwake huyu Mungu, kufika kwetu katika yale tunayoyatarajia, kufika kwetu kwa yale matamanio yetu inakuwa ni ngumu mno. Maana hatuna uhakika. Maana matarajio yetu yapo, lakini inafikia tu kama yanapotea, kwamba kwa kweli sitafika. Kwa hiyo napotea. Nashindwa kuwa na uvumilivu, nashindwa kusubiria. Lakini kwenye hili swala la imani, katika imani, mambo yote makubwa huwa yanafanywa kwa imani. Mambo yote makubwa yanafanyika kwa imani. Sasa kama nimepoteza imani, maana yake kufika kwenye lile ambalo nilalitarajia haiwezekani. Nilisema kila mmoja ana matarajio mbalimbali. Hata ukimuuliza mtoto mdogo naye ana matarajio fulani. Ukimuuliza ukikua utakuwa nani? Atakwambia nitakuwa polisi, nitakuwa mtu fulani. Ni matarajio. Lakini kama sina imani, kufika nafikaje? Sina mtoto, nataka kuwa na mtoto, ninafikaje? Nataka kuoa, sijaoa, ninafikaje? Nina imani. Nataka kuolewa, nina imani kwamba nitaolewa. Kama sina imani, matarajio yangu kuyafikia inakuwa ni kazi. Mambo yote makubwa, ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Ibrania sura hiyo ya 11, utaona anazungumzwa mambo mengi pale, kwamba kwa imani Ibrahimu akatoka. Alitarajia kwamba hili nililoambiwa na Mungu litatimia, akatoka. Kwa imani kuta za Yeriko zilianguka. Kwa imani. Rahabu mwenyewe aliwaficha wale wapelelezi kwa imani. Mambo makubwa yanafanyika ni kwa imani. Nje ya imani hakuna linalowezekana. Pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Ibrania sura ya 11 mstari wa 6. Tafakari. Ni mara ngapi nimeshindwa kufika katika matarajio yangu kwa sababu ya kukosa imani? Ni mara ngapi ninapoteza imani kwa Mungu? Na matarajio yangu je, yameshafika? Leo tugeuke sasa. Tuiweke misingi yetu ya kiimani sawasawa, ili tusiendelee kumwekea Mungu mipaka, tusiendelee kumwekea Mungu vizuizi, ili tufikie matarajio yetu, na Mungu akubariki. Basi nikutakie tafakari njema na siku njema. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki.